Dodoma ndiyo makao makuu ya nchi. Na bahati nzuri nalipongeza sana bunge. Pia nalo limeweka kwa kupitisha sheria kabisa kwamba makao makuu ni Dodoma. Kwa hiyo hata nikiondoka mimi kuwa rais atakaye kuja hata hamisha makao makuu ya Dodoma, atakaa hapa hapa Dodoma. Kwa hiyo ni amri kwamba Dodoma ndiyo makao makuu. Lakini huu ni uthibitisho mwingine, ndugu zangu wa Tanzania. Watanzania mnapoamua linawezekana. Baba wa Taifa alitangaza Dodoma kuwa makao makuu tangu mwaka 73. Leo ni zaidi ya miaka 40 kitu. Lakini nataka kuwathibitishia ndugu zangu wana Dodoma na Watanzania wote, mawazo ya Baba wa Taifa yalikuwa safi sana. Na kwa sababu tumeamua kwamba ni lazima tutekeleze haya yaliyowazwa na muasisi wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndio maana ndugu zangu, mliponichagua nilisema lazima nikatimize hilo lengo. Na washukuru sana viongozi wote ndani ya serikali na wananchi wa Tanzania nzima kwa kutuunga mkono katika awamu ya 5 kwamba Dodoma ndiyo makao makuu. Mafanikio ya barabara hii ambayo yameanza kujengwa kwa gharama ya bilioni 89 na ni fedha ya serikali kwa 100%, ni mafanikio ya kutimiza dhamira yetu. Ujenzi wa nyumba hizi nzuri nzuri za wizara mbalimbali na nyumba za mabalozi zimeufanya mji wa Dodoma uwe kweli mji wa kisasa. Mheshimiwa mbunge ndugu Mavunde ameeleza hapa, na bahati nzuri ni mbunge kijana mchapakazi sana, na nitawashangaa watu wa Dodoma msipomchagua tena, ingawaje simpigii kampeni. Lakini vitu hivi vyote vimekuja wakati yeye akiwa mbunge hapa. Hamwezi mkajua ni kwa namna gani alikuwa anavichochea. Dodoma kweli imependeza. Kila mmoja anatamani kuja Dodoma. Dodoma imependeza. Hata wanawake wa Dodoma walikuwa weusi, sasa weupe wengi. Watani zangu Wagogo wamebadilika rangi kwa sababu ya kuwa na makao makuu hapa. Nasema uongo Agwe? Ndio ukweli huo. Nchi imebadilika. Siwezi nikavitaja vyote. Miradi imetekelezwa, lakini miradi mingine inakuja. Kwa sasa hivi kuna mradi mwingine mkubwa wa kilomita 110 wa barabara unaogharimu zaidi ya mabilioni 600 utazunguka Dodoma hii, na barabara zenyewe zitakuwa za njia 4 zinaanza kujengwa Dodoma. Tumeshatangaza tenda na fedha zipo, zimetolewa na African Development Bank. Tumeshapata fedha bilioni 500 kwa kuanza kujenga uwanja wa ndege mkubwa kama wa Dar es Salaam pale Msarato. Fedha nazo zipo. Sasa hivi wanafanya process watu wa TANROADS kuanza kutangaza tenda ili kandarasa apatikane kwa ajili ya kujenga uwanja mkubwa ambapo ndege zitakuwa zinatoka Ulaya zinatua moja kwa moja Dodoma. Niwaombe watani zangu Wagogo, wale mbuzi wetu tunaotembeaga nao usiku tuwatoe kwenye uwanja kwa sababu wataleta ajali. Lakini haya ni mafanikio la jiji la Dodoma.
hayawi sasa yamekuwa. Dodoma ni mji unaokuwa vizuri, na napenda niwaupongeze sana uongozi wa mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, viongozi wote pamoja na mkurugenzi, hata kwa kupanga mji wa Dodoma kwa maua. Ukiwa unateremka upande fulani unaona nyumba za bati nyekundu tu. Ukienda upande mwingine unakuta za kijani tu. Ukienda mahali pengine ni blue tu. Hakuna jiji lingine lenye nyumba na mipango ya namna hiyo isipokuwa ni Dodoma tu. Dodoma, ndugu zangu, inapendeza, ambayo nina uhakika itakamilika, na ningemuomba kandarasi amalize mapema na azingatie hayo masharti yaliyowekwa kwenye mkataba. Italeta mandhari nyingine katika jiji la Dodoma. Majengo ya serikali yanaleta mandhari nyingine katika jiji la Dodoma. Nipende nichukue nafasi kuwapongeza sana TARURA kwa kuamua kujenga jengo hili kwa kutumia force account kwa gharama ya bilioni 1.98. Inawezekana lingejengwa na contractor zisingekuwa kiasi hicho. Sijaingia ndani, lakini kwa kuangalia tu juu unaona ni kazi nzuri imefanywa. Ndugu Sefu pamoja na bodi yako, hongereni sana. TANROADS wameanza miaka ya 2000 hawajajenga jengo. Wa TANROADS wako hapa. Chief Executive Mfugale huko hapa. Haya, hii message sasa muipate. Hawa wameanza 2017 wameshajenga jengo. Ninyi bado mmepanga. Sasa nataka huu mwezi wa ngapi? Huu mwezi wa 6 wanajenga na wao. Liko wapi jengo lao? Mbona halijaisha na wameanza siku nyingi? Sasa kabla ya mwaka huo hujaisha, jengo la TANROADS nalo likamilike hapa Dodoma. Kwa hiyo nawapongeza sana TARURA na kupongeza sana Sefu. Ninajua na wewe ulikuwa TANROADS, ulikuwa mkurugenzi, tukakuhamisha tukakupeleka TARURA uende kwenda kusimamia. Umeanza vizuri. Endelea hivyo. Lakini pia nitoe tahadhari. Mumejenga jengo la makao makuu. Sasa isiji ikawa ndio utaratibu, kila mahali kuna jengo la TARURA, kila mahali mnanunua viwanja. Nasikia hizi fedha za TARURA zilianzishwa kwa mujibu wa sheria, na fedha hizi lazima zitumike kutengeneza barabara. Mkianzisha miradi ya kujenga tu nyumba, inawezekana makusudi ya kuanzishwa TARURA yakabadilika. Mumejenga hili na wapongeza, lakini kwenye maeneo mengine, kwenye wilaya zingine, tumieni majengo ya serikali. Nitamshangaa sana mkurugenzi wa wilaya awanyime ofisi TARURA wakati mnatengeneza barabara za halmashauri za wilaya. Nitamshangaa sana mkuu wa mkoa awanyime ofisi TARURA wakati mnatengeneza barabara katika mkoa wake. Lengo, fedha nyingi zitumike kwenye miradi ya barabara, lakini nawapongeza kwa kujenga jengo hili ambalo ni zuri sana. TARURA oye! TARURA oye! Ndugu zangu wananchi, kama nilivyosema, kila kitu kikipangwa kinawezekana. Tulipanga kujenga Stiglas Gorge kwa trilioni 7.5, imewezekana kwa kutumia fedha za ndani. Tulipanga kujenga reli ya kisasa ya kutoka Dar es Salaam, Dodoma mpaka Mwanza, imeshaanza mradi kwa zaidi ya trilioni 6.5. Tumeamua kujenga uwanja wa ndege wa Msarato, imewezekana.
Tunajenga kilomita 110 za mzunguko Dodoma, imewezekana. Tunajenga makao makuu ya Dodoma na nyumba zote zimeshajengwa, mawaziri wote wameshahamia hapa, imewezekana. Tumeamua kuwa na hospitali nyingi hapa Dodoma. Benjamin Mkapa, kuna hospitali nyingine ya Uhuru inajengwa na kadhalika, imewezekana. Tumshukuru sana Mungu. Tumshukuru sana Mungu, lakini tujipongeze sisi wote wa Tanzania kwamba yale tunayoyapanga yamewezekana. Na kuwezekana kwa haya yote tuliyoyapanga itupe ujasiri wa sisi wa Tanzania kutembea kifua mbele kwamba tunaweza kufanya mabadiliko katika taifa hili. Leo ninapozungumza tumepata fedha za msamaha. Bodi ya wakurugenzi ya IMF imeidhinisha leo dola za Marekani milioni 14.3 za msamaha wa kodi wa madeni tuliyokuwa nayo. Na kwa sababu tulipambana vizuri sana na ugonjwa wa corona, msamaha huu umekuja wakati mwafaka. Na nimepanga leo nitamwandikia barua mkurugenzi mkuu wa IMF kwa niaba ya Watanzania kuwapongeza kwamba wametambua juhudi zetu na kwamba fedha hizi tutazitumia pia kuendelea kupambana na corona, lakini na kuzishughulikia katika maendeleo mengine ambayo yatatusaidia corona isije tena katika nchi yetu. Ukishatengeneza barabara nzuri, watu wakapita haraka, hata yule mdudu wa corona hawezi kumsogelea yule anayekimbia haraka. Ukishatengeneza hospitali nzuri au uwanja wa ndege mzuri, corona itapotea. Hata ukilipa mishahara au ukasaidia nini, kile kitaspidi corona isitupate haraka. Kwa hiyo kwa niaba yenu ndugu zangu wa Tanzania, ninawashukuru IMF kwa msaada huo mkubwa wa dola milioni 14.2 ambao bodi ya wakurugenzi ili approve jana kule Marekani. Tanzania oye! IMF oye! Ndugu zangu, nimekuja hapa pia kwa ajili ya kugawa pikipiki. Katika kikao chetu na watendaji wa tarafa, niliwaahidi kwamba katika nchi nzima tuna maofisa tarafa. Mnawahitaji maofisa tawala? Maofisa tarafa 570. Na kikubwa walichokuwa wanahangaika nacho ni usafiri. Na maofisa tarafa hawa ndio watendaji wakuu katika tarafa, ndio wasimamizi wa ulinzi na usalama katika tarafa. Hawa ndio wawakilishi wa MDC katika tarafa. Ni watu muhimu sana katika maendeleo ya nchi. Hawa ndio wasimamizi wa miradi mbalimbali inayotekelezwa katika tarafa. Waliniambia katika mkutano ule kwamba pikipiki hawana, ambacho ndicho nyenzo muhimu ya kuwasaidia katika utendaji wa kazi zao. Tulizungumza na Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais Utumishi, Mheshimiwa Kapteni Mkuchika, na bahati nzuri yuko hapa, pamoja na Katibu Mkuu Kiongozi, pamoja na TAMISEMI, tukatoa bilioni 1 kwamba zikatumike kwenda kununua hizi pikipiki katika mikoa yote ya Tanzania. Nimekuwa nikishuhudia kwenye TV pikipiki zikiwa zinagawiwa maeneo mbalimbali ya mikoa yetu na wilaya zetu. Na leo nimekuja kushuhudia mwenyewe kwamba katika pikipiki zilizokuwa zimepangwa kununuliwa, ambazo zilikuwa 300 na kitu, zimenunuliwa 480. 448. Ninawashukuru sana. Ninawashukuru sana wale wote waliohusika katika
mchakato mzima wa kupata hizi pikipiki. Kwa hiyo sasa pikipiki zilizokuwepo pamoja na hizi pikipiki 448, hakuna katibu tarafa au ofisa tarafa atakayekuwa hana pikipiki. Wote 570 watakuwa wamekamilika kupata pikipiki. Niwaombe maofisa tarafa akabidhiwe kwa maandishi, asaini, ili kusudi akiharibu au ikipotea ailipe hiyo pikipiki. Hakuna vya bure Tanzania. Hizi ni fedha za walipa kodi za Watanzania. Watanzania maskini wamechanga bilioni 1 kwa ajili ya kurahisisha ufanyakazi wa maofisa tarafa. Kwa hiyo niwaombe sana maofisa tarafa, mkazitunze hizi pikipiki, mkazitumie vizuri. Hata kama ni ofisa tarafa mwanamama, usiache hiyo pikipiki. Utakuwa unapakiwa hata na mume wako au hata na mshikaji wako unapoenda kufanya kazi, ili mradi ukafike kwenda kushughulikia matatizo ya wananchi katika tarafa ile. Ni matumaini yangu zitatunzwa, ili kwa baadaye, leo tumemaliza swala la maofisa tarafa, siku zinazokuja tutaendelea mpaka hata kwa watendaji wa kata. Napo tutaendelea ili watendaji wengi wa serikali wapate hizi usafiri ambao utawarahisishia katika kazi zao. Ndugu zangu wananchi wa hapa, ninajua wananchi wa hapa mpo. Tunawashukuru sana kwa makaribisho mliotuletea, ambapo tumeweza kuwa na sisi sehemu ya vijiji hivi vilivyoko hapa, ikiwepo kijiji cha Mtumba. Napenda niwahakikishie wananchi wa hapa, serikali ninayoiongoza itaendelea kushirikiana na wananchi pamoja na Watanzania wote katika kuhakikisha tunayaleta maendeleo ya kweli. Ni viombe vyombo vinavyohusika katika kuleta maendeleo: TARURA kwa upande wa barabara, TANROADS kwa upande wa barabara na taasisi zingine, tujitahidi sana katika kuendelea kutoa huduma hizi za wananchi kwa wakati. Niwaombe viongozi wenzangu, mawaziri, wabunge, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, malasi, madasi, wenye viti wa vijiji, mabalozi na wengine ambao sikuwataja, tuendelee kushirikiana kwa pamoja katika kulijenga taifa letu. Tanzania haina babu, haina mjomba, haina shangazi. Tanzania ni ya Watanzania. Niwaombe sana ndugu zangu wa Tanzania, tushikamane tukiwa tunamtanguliza Mungu mbele katika kuleta mafanikio ya kweli, ya maendeleo ya kweli ya taifa letu. Napenda kuahidi kwamba Tanzania tuko mbele, tunaenda vizuri. Hata katika uchumi wetu ni miongoni mwa nchi 5 katika Afrika ambapo uchumi wake unaenda vizuri. Nataka kuwahakikishia Watanzania wote mahali popote walipo, tembeeni kifua mbele, kwa sababu taifa linakwenda vizuri. Nami kama kiongozi wenu nitaomba tu muendelee kuniombea, nisije nikawa na kiburi, nisije nikawa na jeuri, nikawe mtumishi wa kweli kwa Watanzania wote bila kuwabagua kwa rangi zao au dini zao au makabila zao. Nikatimize wajibu wangu katika kipindi ambacho kimepangwa kwenye katiba, ili kusudi baada ya hapo tuwaachie wengine ambao watakuja nao watimize wajibu wao. Nataka kuwahakikishia Watanzania ninawapenda, lakini nataka niwahakikishie pia kazi hii ni ngumu sana.
ina mateso sana. Inahitaji sala, inahitaji dua, inahitaji nguvu za Mwenyezi Mungu, hasa katika kuwatumikia Watanzania wote. Kwenye hilo ndugu zangu, nawaomba muendelee kuniombea, na mimi naendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Lakini tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuepusha na ugonjwa huu wa corona. Mambo yanaenda vizuri. Tusidharau dawa za kienyeji. Tusidharau hata kidogo. Uchawi tu ndio mbaya. Lakini miti yote iliumbwa na Mungu kwa ajili ya kutusaidia sisi. Na ndiyo maana nimeshatoa maelekezo kwenye Wizara ya Afya. Kile kitengo cha dawa asili kiendelezwe kwa nguvu zote na bajeti yake iongezwe, ili watu wanapotengeneza madawa yao tusiwadharau. Pamekuwa na tendency ya watu wanapotengeneza madawa ya kienyeji wanasema ni madawa yaliyopitwa na wakati. Wewe ndio umepitwa na wakati. Madawa ya kienyeji ni tiba kama zilivyo madawa mengine. Tulipumbazwa kwamba tusiamini kilicho chetu, tuamini kilicho chao. Niwaombe Watanzania tubadilike. Hii mitunduru ni dawa tu. Hata ukiteguka ukikandwa na maji ya moto ya mtunduru unapona. Inawezekana Wagogo hawajui. Na wafundisha sasa dawa mimi mtani wenu. Lakini ninawaomba vitengo vyote vinavyoshughulikia madawa ya asili, na wale wote ambao wanafanya kazi halali kwa kutumia madawa ya asili, tuwasapoti. Na ndio maana ukienda katika nchi zingine zilizoendelea, hata ukienda China, kuna dawa zao, lakini pia kuna traditional medicine. Na kuna maduka kabisa kwamba this is traditional medicine. Hata Ulaya, hata ukienda Canada, hata ukienda Uingereza, kuna maeneo ambayo yanauza traditional medicines. Niwaombe Watanzania na wizara zinazohusika, tusidharau vyetu. Tuviendeleze. Tuviendeleze ili tuweze kufanikiwa kupambana na tatizo la magonjwa mbalimbali. Huku kujifukiza kumesaidia sana. Corona bado haijaisha sana, lakini imepungua sana. Tuendelee kuchukua tahadhari. Wale waliotegemea tutakufa wengi sana, na kwamba barabarani patakuwa na maiti, wameshindwa na wakalegeki kweli kweli. Mungu wetu anatupenda, na tuendelee kumtegemea Mungu wetu bila kupoteza maarifa yetu ambayo tunayajua kwa ajili ya kupambana na magonjwa haya. Yatazungumzwa mengi. Yatazungumzwa mengi. Na watu wao wanaowatumia watazungumza mengi. Ninyi msikate tamaa, endeleeni kuchapa kazi. Kwa sababu Mungu hawezi akatutupa kamwe. Tulimuomba na tunaendelea kumuomba, na kwa hili niwashukuru sana viongozi wa dini. Mashehe, maaskofu, wachungaji, mapadri na wale wengine wote ambao waliguswa katika kipindi cha shida, ambapo kwa pamoja tulishirikiana katika kumuomba Mwenyezi Mungu. Mungu hamtupi mtu anayemuomba. Mungu ni Mungu. Mungu ndiye mwenye huruma ya kweli, na Mungu ni muweza wa kila kitu. Ninawashukuru sana viongozi wote wa madhehebu mbalimbali ya dini. Asanteni sana. Ndugu zangu wananchi, nimekuja hapa kwa ajili ya shughuli hizi ya kuweka jiwe la msingi la barabara ya kilomita 51.2.
nimeshaweka jiwe la msingi. Zimebaki shughuli mbili za kuzindua pikipiki hizi hapa kwa niaba ya maafisa tarafa, lakini pia kuzindua jengo hili zuri la TARURA. Nilikataa jina lisiitwe Magufuli. TARURA ni chombo cha serikali ambacho kinapewa fedha na serikali, kina wajibu wa kujitangaza. Mimi Magufuli nipo, siku moja sitakuwepo, lakini TARURA itadumu. Na kwa vile inafanya kazi nzuri, ndio maana nilisema kwa dhati kabisa kwamba jina TARURA liwepo, kwa sababu litakuwepo katika maisha yote. Kwa hiyo narudia tena, Mheshimiwa Jafo, kukushukuru mapendekezo yako, lakini niliamua jina liwe TARURA. Ukitaka wewe kujiita Jafo, shauri yako, lakini mimi nilifikiri TARURA linapendeza zaidi. Hata watendaji wa TARURA nafikiri watakubaliana na mimi kwamba hili ndio jina zuri, hata jina lenyewe linapendeza. Tutakuwa tunaliangalia na tunapata reflection kwenye barabara zitakazokuwa zinajengwa. Na hii ndio heshima kubwa ya chombo hiki ambacho kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria. Ndugu zangu, niwashukuru tena, niwashukuru sana viongozi. Niwashukuru sana watendaji wote wa Dodoma. Dodoma ni jiji, na sisi tunafurahi kuwa hapa Dodoma. Niwashukuru sana waimbaji wa Makutopora JKT 334, si ndio? KJ. Mimi nilikuwa kombania ya E. Nakumbuka siku ya kwanza nimeripoti pale, nilijaribu kujongo, nikapotea njiani, nikashikwa na afande mmoja, nafikiri bado yupo, anaitwa Doto, sifahamu siku hizi ana cheo gani. Nikala push-up zangu nyingi, nikarudishwa kwenye kikosi. Nilikuwa natoroka kwenda mjini. Baada ya kukaa kama wiki moja, wiki mbili, nikawa mzoefu. Kama ni kujongo, nilikuwa na jongo vizuri. Lakini shughuli zingine zote nilifanya, ikiwa ni pamoja na kubasti. Wengine wanaita kushutua. Kwa kweli maisha ya JKT ya jeshi ni mazuri. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa nyimbo nzuri mlizoimba. Endeleeni kulijenga taifa. Mnafanya kazi nzuri. Tunathamini sana kazi zenu nzuri. Tunathamini sana kazi nzuri za majeshi yetu. Mnafanya kazi nzuri kwa ajili ya kulinda taifa hili. Ulinzi wa taifa hili unavitegemea sana vyombo vya ulinzi na usalama. Napenda nichukue nafasi hii kuvipongeza sana vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri mnazofanya. Endeleeni kuchapa kazi. Sifahamu siku hizi kama yale mashamba ya bustani kama yapo, kama mashamba ya zabibu nyeupe na nyekundu kama yapo. Na tulikuwa tunaibaga zile zabibu nyeupe kwa sababu ukikaguliwa ulimi hautakuwa bado mweupe. Ukishutua zile nyekundu unaangaliwa tu ulimi, unakuta umebadilika rangi. Ndiyo maisha ya jeshi, yana raha yake. Hizo ndizo mbinu za medani kwa wale ambao hawajaenda jeshini. Ndugu zangu wananchi wa hapa Mtumba na maeneo mengine, ninaomba muishi vizuri na serikali inayowazunguka. Nina uhakika katika miradi ambayo inawekwa kwenye mji huu mpya, ikiwa ni pamoja na maji, pia itapelekwa kwa wananchi na vijiji vinavyozunguka maeneo haya. Kama patakuwa na huduma yoyote ya hospitali, vijiji jirani navyo ni lazima vifaidike na hayo yote yatakayofanyika. Ndugu zangu, niwashukuru tena kwa heshima hii kubwa ambayo imeniwezesha kuwa hapa. Niwashukuru viongozi wote mliohudhuria hapa. Niwashukuru wana Dodoma. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na sasa niko tayari
kwa ajili ya kwenda kufanya hiyo kazi ambayo mmenialika nayo, na niwatakie mafanikio mema na miradi ikamilike kwa wakati, na tuendelee kulijenga taifa letu zuri sana, taifa lililojengwa kwa mikono ya baba wa taifa Mwalimu Julius